Sipping sunshine, I'll be chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it flight. Above the clouds, we're feeling alright, alright. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time's ticking, time's ticking, time's ticking on me. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you call me? I'm on the first train, I'm on the first train. Ukienda gũcanjamũra arĩa makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela, sikitasikiza chimdimuni yaku. Andika kodi ici 6388-289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andika kodi ici 6388-290 Rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andika kodi ici 6388-291 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũitĩrĩrie maguta. Andika kodi ici 6388-292 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũririkane. Ndĩmũririkane na Mephibosheth na Mordekai. Andika kodi ici 6388-293 Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Ujire twithiaga nawe. Andika kodi ici 6388-294 Maundu mothe no shaba. Nĩguo kwamũkĩra umaja. Wirorere maũndũ marĩa ũkanawe gwatĩre. Andika kodi ici 6388-295 Nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩ areka rĩngĩ. Andika kodi ici 6388-296 kodi ici citũme ta message kuri 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. Haleluya, haleluya, haleluya. Habari ya mchana, mpendwa mtazamaji. Ninafurahi sana siku ya leo kwa sababu ya kuwa hapa katika hii TV ambayo inajiita Sky Cable TV Kenya, na tumefurahi tena kurudi hapa. Jana tulikuwa hapa na leo tuko hapa na Bread of Life, na ninashukuru Mungu sana kwa sababu ya neema nyingi ambayo ameweza kutupatia
kama wapendwa, ili tukaweze kusikia neno linaloleta baraka, neno linaloleta uzima. Kila siku anakuambia hii neno linaleta uzima, linaleta baraka, linaleta uisho, linaleta maisha tena. So siku ya leo Mungu ameweza kutusaidia sana ili tukaweze kusikia neno la Mungu. Na jina langu naitwa mchungaji Pastor Sophie Njuguna, na ninasikia kufurahi kushiriki na wewe neno la Mungu. Maana neno la Mungu lina uzima, neno la Mungu vile nimetangulia kusema ni mkate. Hii vile kipindi chetu kinaitwa The Bread of Life. So ninakukaribisha wewe ambao umetazama. Pole sana kwa sababu tumechelewa kidogo. Hizi vitu vile tunasemanga zimetengenezwa na mikono ya wanadamu, lakini muda wetu ni mzuri. Bado neno litaendelea kwa sababu Bwana ni mwaminifu. So ninakukaribisha, you create a watch party, invite somebody, tell somebody we are here to listen to the word of God. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, tutaanza kwa neno la maombi. Bwana ni asante kwa kutupenda. Asante kwa kutupatia nafasi hii tusikie neno lako. Twaomba neno hili likaweze kufikia mpendwa kwa njia ya utofauti katika jina la Yesu. Bwana anaposikiza hii neno likaweze kuleta baraka ndani ya moyo wake. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. So nina furaha sana kushiriki neno na wewe. Hii ni siku ambayo tuipendayo. Kila Wednesday saa 8 huwa tunakutana mahali hapa ili tukaweze kusikia neno la Mungu. So siku ya leo ningependa tukaweze kuangalia Biblia zetu, kwa sababu neno la Mungu likituongoza linaletanga faraja. Najua neno la Mungu ukilisikia linaleta uisho, furaha, amani, na hiyo ndio tutashiriki siku ya leo. Dhimu yetu siku ya leo ni kusikia neno. Najua kuna maneno mengi ambayo huwa unasikia hapa duniani, lakini neno la Mungu tu moja tu lina msaada. Neno la Mungu tu moja linaweza kufanya upone. Neno la Mungu moja tu linaweza kufanya upanuke. Kama hii neno ambalo unasoma siku ya leo, najua Mungu atakubariki kwa ajili yalo. So Wafalme wa Pili Wafalme wa Pili 7 mstari wa 3, nitasoma mistari kadhaa. Biblia inasema, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hata tufe? Tukisema tuingie mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliende jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. So siku ya leo ninasikia kufurahi sana nikishiriki neno la Mungu. Mimi napenda neno la Mungu sana. Neno la Mungu limenijaza hii furaha, limenijaza smile kila siku. So hii neno ambalo tumelisoma, ukilifuatilia kwa makini, linaweza kuleta wokovu ndani ya moyo wako. Mostly huwa naongea mifano, na ningependa kuongea kwa mfano ka ndume wawili. Nikwambia kwamba ndume wanakuanga type 2. Ya kwamba ndume moja anapenda kupigana vita, kama wale tunaonanga kule kwa Waluya. Wanapenda kupigana vita. Wanatumia nguvu zao. So huyo ndume analelewa na master wake ili akaweze kufanya vita, kumletea fame, kumletea pesa. Lakini kuna ndume mwingine ambaye amekuwa castrated, ama nguvu zake zimeweza kutolewa. Huyo ndume kazi yake ni kutumikia master, sio kupigana. Yeye kazi yake ni kufuata kila neno ambalo master anasema. Akisema tutembee hivi, anatembea. Akifungiwa, hana fujo, haezi pigana na mtu. Hiyo mfano nimepeana kwa sababu ya hii neno ambalo tumelisoma. Ndani ya mji wa Samaria kulikuwa na njaa. Hata walikuwa wanakula watoto,
walikuwa wanakula mavi ya nyonde, walikuwa wanakula vichwa za punda, walikuwa na njaa kweli kweli. Na sio shida tu ya njaa walikuwa nayo, walikuwa pia na njaa na adui, walikuwa na shida ya adui ambao walikuwa wanaitwa Washami. Siku ya leo niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu anajua shida zako. Mungu anaelewa kile unachopitia. Hawa waliokuwa katika Samaria kulikuwa kumefungwa. Hakuna angetoka nje, hakuna angeingia ndani. Na kwa sababu hiyo kukawa na shida kubwa sana. Vile tumekuwa na wakati wa corona, mmekuwa mkiona ya kwamba kumekuwa na shida, kanisa likifungwa, maybe duka zinafungwa, inakuwa ni shida. Hata wakati kulikuwa na vita za post election 2007, mliona vile kulikuwa na shida, hata kupata mboga ilikuwa shida. So you can imagine, mji umefungwa, lango zake zimefungwa, mfalme pamoja na watu walikuwa pale ndani. So walikuwa na shida sana, lakini Mungu ambaye anawajua akawatumia mtu wa Mungu ama mtumishi wa Mungu ambaye alikuja kwao na kuambia, mnamo kesho kutakuwa na chakula kingi, kitakuwa kinauzwa kwa shekeli, kutakuwa na unga, kutakuwa na utele. Mtumishi wa Mungu aliposema hili neno, wale waliokuwa ndani walikuwa wanashindwa, na hatujalima, hatujapanda, hatujatengeneza mashamba. Nataka nikwambie, Mungu anajua shida zako, na yeye anajua shida zako, anajua jinsi ya kukusaidia, anajua jinsi ya kutengeneza mambo yawe sawa pasipo kutumia nguvu zako. Ndiposa nimeanza kwa kusema ya kwamba huyu ndume ambaye ako castrated ama ametairiwa, anaonyesha kwamba nguvu zake za vita, nguvu zake ambazo anazitumia ameziondoa. Anategemea tu neema ya master, anategemea neno la master. Na ndiposa nimesema kusikia neno ni jambo la maana sana. Wakati kulikuwa na hiyo njaa, na huyu mtumishi wa Mungu akaja na neno, atukuzwe sana Jehova, kwa sababu wale waliokuwa wanapewa hiyo neno hawakulisikia. Walikuwa wamejaa woga, walikuwa wamejaa kushindwa, walikuwa wamejaa kuchanganyikiwa, walikuwa matatizo ndio imewajaa ndani ya mioyo yao. Siku ya leo ninataka kukuambia ya kwamba kuna furaha ya ajabu ambapo neno la Mungu linakuja katika maisha yetu. Neno la Mungu likija ndani ya moyo wako, kuna furaha tele, kuna amani tele, kuna ushindi tele, kuna baraka nyingi. Wakati neno la Mungu linaingia moyoni, linaondoa giza, linaondoa dhambi. Kupitia neno la Mungu mbingu iliumbwa, kupitia neno la Mungu dunia iliumbwa. Wewe mwenyewe ulipulizwa pumzi ya neno la Mungu. So wakati neno la Mungu linazungumza na wewe, ni vizuri sana kulisikia, ni vizuri sana kuliweka maanani. Hawa watu walinenewa neno, lakini woga ulikuwa umewajaa. Wewe ambao unanitazama siku ya leo na umejawa woga, umejawa matatizo, umejawa na shida, unaona mambo yanayokuzingira ya kwamba hayakuendezi vizuri, ninataka nikuambia ya kwamba kuna neno la Mungu linasema aje, namo kesho kutakuwa na utele. Kesho yako ina maana nzuri kuliko leo. Kesho yako ina Mungu. Usiseme kesho nitafanya, hapana. Kesho yako ina Mungu. Na ndiposa wakati wote tunaposikia neno la Mungu, tunafaa kujua maisha yetu yamefichwa ndani ya Kristo. Uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo. Kama niko na matatizo na niko na Yesu, hayo matatizo sio matatizo ndani yangu. Kama kumejaa dhambi na niko na Yesu, akiingia ndani anene neno moja tu, aseme nimekusamehe, aseme dhambi zako zimekwisha, aseme nimekutakasa, mimi sina jambo lingine la kufanya ila ni kuamini hilo neno. Nikiamini hiyo neno, maisha yangu yanakuwa ya baraka. Nikiamini hiyo neno, maisha yangu yanakuwa ya ushindi. So siku ya leo ninataka nikuambie, usikize neno hili ambalo ninalizungumza siku ya leo, likaweze kukuletea faida, likaweze kukuletea amani, likaweze kukuletea baraka. Maana neno la Mungu ni ushindi. Katikati ya mashida, katikati ya kuchanganyikiwa, katikati ya kilio, katikati ya kukosa kila kitu ambacho unahitaji,
kuna baraka katika kusikia neno la Mungu. Ninataka nikwambie siku ya leo ya kwamba usikie hii neno. Tutakapokuwa tunamalizia hii ibada, itakuwa ya baraka kwako, itakuwa ya furaha kwako, itakuwa ya ushindi kwako, kwa sababu wale watu waliokuwa ndani, wengine walikuwa wagonjwa, wengine walikuwa wamekufa, wengine walikuwa wamefungwa na vifungo, wengine walikuwa wamejawa na mapepo, wengine walikuwa wanaona hapa hatutaweza kujitoa. Lakini atukuzwe Mungu wa mbinguni, sababu neno limekuja. Hata jioni ya leo neno la Mungu limekuja on your way. Neno la Mungu halikuja bure. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 120 107 mstari wa 20, nilituma neno langu ili wewe ukaweze kupona. Wewe unayenitazama, wewe ambaye unanisikiza na uko na matatizo, sikia neno la Mungu. Neno la Mungu likufanyie kazi. Wacha kuwa kama huyu bull ambaye ama hii ng'ombe ambayo ni jike ambaye inataka kupigana vita. Pembe zake zimeinuka, ako na uweza mwingi, lakini uweza wake, anapopigana anaweza jeruhiwa, anapopigana vita anaweza anguka, anapopigana vita anaweza kufa, anaweza pia umiza watu wengine. Nataka nikwambie nguvu ya neno la Mungu ndio unayohitaji. Ukiisikia moyoni, inauisha, inakuinua, inakubadilisha, maana hakuna kitu kingine kinaweza badilisha isipokuwa neno la Mungu. Mpenzi mtazamaji wa Sky Cable TV, na wale wote ambao wanatutazama online, wale wote ambao wako nchi za mbali, sikia neno la Mungu. Ukilisikia, ukilitii, ukiliamini, litabadilisha maisha yako. Hautakuwa mtu wa kugwarwa. Siku ya leo watu wengi wanalia kwa sababu ya dhambi zao, maana wanataka wazitoe dhambi wao wenyewe, wanataka wao wakabiliane na hali ya dhambi wao wenyewe. Wewe hauwezi kuondoa dhambi zako. Wewe huwezi piga magoti na kusema, Baba, mimi ni mkosaji, niko na dhambi. Ukisimama mbele ya Mungu ukiwa na dhambi, Mungu anakuua, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Yeyote aliyesimama mbele ya Mungu akiwa na dhambi anafaa tu kufa. Hata mwana wake yeye mwenyewe alimwambia, Bwana, mbona umeniacha? Na huwa ninasema Yesu aliachiliwa kwa sababu alikuwa amechukua dhambi za ulimwengu. Siku ya leo ukisikia neno la Mungu ambalo linasema, dhambi zako, uovu wako nimekusamehea, sitakumbuka tena. Wewe ambao umejaa dhambi, wewe ambao unaonanga utaenda jehanamu, wewe ambao unaona kushindwa, hiyo neno likilala ndani ya moyo wako, unaweza kusema haleluya, nimesamehewa dhambi. Wewe ambao hujatengeneza faida, ukisikia neno la Mungu ya kwamba mnamo kesho, hiyo dakika ingine, kupitia neno la Mungu kutakuwa na faida, kutakuwa na utele, kutakuwa na majumuliko. Mpendwa mtazamaji, utakuwa na huo utele kulingana na neno la Mungu, sio kulingana na bidii yako. Hapana, bidii ya ng'ombe ambaye ni ndume, hata akipigana anaweza gwarwa. Ndiposa watu wengi huwa wanakasirika, watu wengi huwa wanachafuka moyo, watu wengi wanawivu, maana wanataka wafanane na wale watu wengine. Neno la Mungu lina uzima. Neno la Mungu hata giza haiwezi ikaiweza. Giza ya dhambi, giza ya magonjwa, giza ya kukosa haiwezi ikashinda Mungu. Hata ambapo ndoa yako iko na shida, neno la Mungu linajibu. Sikiza tu neno, fuata tu neno, hata uheshimu mwenye analileta hili neno. Kwa sababu hapo mstari sikusoma wa pili, kulikuwa na akida moja ambaye mfalme alikuwa anaekelea mkono wake. Alisema, hata ikifanyika nini, hata dirisha zikafunguliwa, haiwezekani. So hapa kuna neno la Mungu, na hapa kuna wewe unantazama ambaye unasema haiwezekani. Ninataka nikuambie, kwa Mungu mambo yote inawezekana. Siku ya Jumapili nilikuwa nawaambia watu neno ambalo Mariamu alilipokea. Alikuwa naona haiwezekani, malaika kumwambia
Kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Mariamu akapokea hiyo neno, likaweka mimba ndani ya moyo wake, akasema na ifanyike kama neno la Mungu. Jioni ya siku ya leo, neno la Mungu linasema, dhambi zako, uovu wako nimeusamehe. Sikuangalii kulingana na vile unafanya, bali ninakuangalia kupitia mwana wangu. Waibrania 1 mstari wa 1 na wa 2 nasema, zamani za babu zenu, zamani za kina Abrahamu, za kina Musa, kina Nuhu, nilikuwa ninaongea kupitia sheria, manabii, makuhani. Lakini zamani hizi, wakati tuliopo, Mungu anasema ninazungumza tu kupitia mwana wangu wa pekee. Maana he is the express image of God. Yeye ambaye ni neno, maana Yesu ni neno, yeye ndiye aliyetumwa. He is the express image. Tukimwona Yesu tumemwona Mungu. Tukimwona Yesu tunaona mpango wa Mungu. Tunaona ukamilisho wa kazi ya Mungu ambayo imetuzukia, ambayo imetujia. So mpendwa, wewe ambaye uko kama watu ambao walikuwa katika kambi ama katika Samaria, wamejifungia, wanaoga, Mungu takusaidia lini? Mungu takuja lini? Mungu alipokuja kwenye lango lao, mtumishi wa Mungu alinena, waliweza kupinga. Wengine hawakuamini, wengine hawakuona kama ni kweli. Jioni ya siku ya leo, ninapozungumza hili neno la Mungu na wewe, labda unajisikia kwamba umeatakiwa na nguvu za giza. Nataka nikuambie, Biblia inasema nguvu za giza hazina uwezo juu ya maisha yako. Maana Wakolosai 1 mstari wa 13, Biblia inasema, yeye aliyetukomboa kutoka kwa laana zote. Mungu alitukomboa, he delivered us forever from the powers of darkness, and he translated us into the kingdom of his dear son. So today, when you believe the word of God, when you listen to the word of God and you accept it and you embrace it, the word of God will work. You will not be like the bull that is working tirelessly to win, to make money, but you will be a special person who receives the word of God, and the word of God works, and then you have the testimony. This evening, I want to tell you that there is power in the word of God. There is power when the word works. In the beginning, the Bible says, God said, let there be, and everything that God said, let there be, it became, not because something was motivating that word, but by the word of God. Everything that we see, it was created through the word. It was being made by the word of God. So today, ama siku ya leo, ninataka nikuambie, neno la Mungu linakutoa kwa kifungo. He has delivered you. Wewe ambao unagojea ibada ya ukombozi, wacha nikuambie, hata kama kuna ibada, unahitaji neno. Because unaonanga watu wamekaa tu na shida, because wanafikiria kuna kitu extra ordinary that will happen in their bodies, like falling down, like shouting, that will work for them. No, the word of God that settles in your heart will work for you. It will make you to revive. It will make you to be revived. It will make you to move out of despair. It will make you to have peace. So this evening, listen to the word of God. The word of God will work for you. The master, who is God, will work for you, will make everything good. He will make you to stand on an even ground. He will make you to have peace with him, because the Bible says in Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, then we have peace with God. When we are justified by God, by faith, then we have peace with God. The peace that we did not have when Adam sinned. When Adam and Eve sinned, we could not receive this peace. But today, we have the peace of God. And that is Christ Jesus. Because the Bible says in John chapter 14, verse 27, I am the peace. My peace I live with you. So when you believe the word of God, when you accept the word of God will work for you. It doesn't matter what you don't have. It doesn't matter what you are lacking. It doesn't matter
How deep is that problem? If you listen to the word of God like Hannah. Hannah was taught by Samuel. Hannah was taught by the priest. Go your way. May God do according to thy prayer. And when Hannah went back home, she received a miracle. She received baby Samuel because Eli spoke to her life. This evening, I am here, Pastor Sophie, speaking the word of God, saying that there were 4 lepers who were outside the camp of Samaria. Walikuwa nje, but they listened to the word of God. This word haikuwa imepeanwa kwao. It was supposed to be to the people inside the camp, inside Samaria. But because they were lepers and they were cast away, because in Israel, the lepers, those people who are sick, leprosy, they could not live together with others. But the Bible says, even though they were outside, because of the hunger and famine, they were coming closer and closer to the door of Samaria, to the gates of Samaria. But when they came, wakati walikuja, karibu tu, mtumishi wa Mungu akaja. Wafalme wa Pili 7 mstari wa 3 inasema hao wakoma 4 walipatana na neema ya neno ambayo haiko inawahusu. Nami na kuzungumzia hii neno, unafanya kazi, wewe sio wa kanisa ambalo mimi niko, lakini sisi wote ni wa Kristo. Labda hata wewe ni Muislamu na nitazama, hata niko na my sister Muislamu kutoka Arusha ananisikiza, ananitazama pia. Nataka nikuambie, unafaa tu kusikia neno la Mungu. Mungu ni wetu sisi wote. Neno la Mungu linasema ya kwamba wewe ambaye umefinyika, jitie nguvu. Mungu akisema jitie nguvu, ni uchukue neno la Mungu ambalo linasema ya kwamba wale wote ambao they are so weak, they are lacking. Isaiah 40 verse 31 inasema them that trust in the Lord, God renews their strength. Mpendwa, Mungu ana renew your strength, sio sababu umekula, ni kwa sababu umesikia neno la Mungu. So ninafurahia vizuri, nasikia nikaa mimi najihubiria, kwa sababu hii neno likikufanyia kazi, you will never be the same again. Watu wako the same, wanatubu every time, wanaomba maombi ya repetition, wanaimba nyimbo za repetition, za kujihurumia, za kujitia moyo, because you don't have the word of God. The word of God is power. The word of God is power. Gospel is power. That is what the Bible says in Romans chapter 1 verse 16. It is the power. And when we believe in the power that rose Jesus from the grave, mimi nakuambia ya kwamba utakuwa mtu ambaye ana nguvu tele, ana furaha tele kama hawa wakoma. Hawa ni watu ambao wametupwa nje. Maybe you are experiencing the spirit of rejection. Unaona ya kwamba umekataliwa. Unaona hakuna mtu anakupenda. Unaona umekaa sana bila kuolewa. Mimi huwa naambia watu, ukipokea wokovu, you are brand new. You are virgin. You are in Christ now. Wewe si ule mtu wa kitambo. Because the Bible says in Corinthians, 2 Corinthians 5 verse 17, 2 Corinthians 5 verse 17, them that are in Christ Jesus, they are a new creation. They have become new creature. The past imepita, watazama wao ni viumbe vipya. Mpendwa mtazamaji, mbona unatwell kama the bull? Mbona unataka kuexercise? I am exercising how I'll become a good intercessor. Intercessory is so good. But Jesus is our intercessor. Lazima akae ndani yetu, na yeye ndiye neno la Mungu. Furahi ukisikia neno la Mungu linafanya kazi ndani ya maisha yako. Likifanya kazi, utakuwa mtu wa tofauti. Neno la Mungu lilitajwa na nabii Elisha. Leo niko hapa nabii Sophie. Mimi ndio ninakuambia, toka katika hiyo kilio, toka katika hiyo hema ambayo ni ya kujiaibisha, ambayo ni ya kujidunisha. Toka katika hiyo sehemu ya kilio. Inuka, chukua neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hawa wakoma walisemezana. Wakasema, although walikuwa kule nje, kuna njaa, although walikuwa wametupwa, hawana any pastor,
God hata hajatumana kwao, but maybe unapita, maybe umeona hii mahubiri imewekwa kwa status, iko online, iko YouTube, unapita. Ukipitia hapo, simama kidogo, sikia hii. Hawa wakoma walikuwa nje, neno la Mungu alikuwa lao. Hii ni neema inayookoa, iliyoachiliwa watu wote, imefikia wewe. Kwama hapo kidogo, inasema hata kama tukikaa hapa nje tutakufa tu, mbona tunakaa hapa hata tufe? Hawa ni watu ambao wamekataa kufa. Mpendwa mtazamaji, wewe sio Judas Iskarioti ujinyonge. Wewe sio mtu wa kuacha ndoa yako. Wewe ni mtu wa kusikia neno la Mungu regarding your marriage. Believe in the word of God and your marriage will be okay. Run away. When you run away, you will be in despair. Also, you will find other men who wants also to use you. But when you believe in the word of God, you will be like the bull ambayo inatumika na master. You will be like the bull ambayo master akiambia, hapa umepokea baraka, anapokea baraka zake na kusema asante. Mpendwa mtazamaji, huyu ambaye, hawa ambao ni wakoma wanne, wanasemezana, wanasema mbona tukae hapa hata tufe? Wewe mbona ukae kanisani hata ufe? Na hujajua kwa nini kanisa lipo. Kanisa ni mwili wa Kristo, na unafaa kujua mwili wa Kristo ulifanya kazi gani. Biblia inasema mwili wa Kristo ulitolewa uwe dhabihu. Waebrania 10:10, kwa toleo la mwili wa Kristo mara moja tu tulipata utakaso. Wewe na wewe umekaa mahali unashinda ukisema najitakasa, najiosha, najitumbukiza. Si unyamaze kwanza usikize neno la Mungu. Wale waliokuwa katika Samaria walikuwa wanaongea njaa, Mungu tusaidie, utatukumbuka lini? Na wale waliokuwa pale nje ambao neno halijakuja kwao, na wale wako Samaria neno limekuja limesema kesho kutakuwa na utele, walio nje wakasema tutakaaje hapa mpaka tufe? Lazima tuchukue hatua ya imani. Imani ni kusikia, na kusikia neno la Mungu. Ukilisikia likufanyie kazi. Hawa wakoma wanasemezana, mstari wa 4. Na ninataka ushike huu mstari mpendwa, na utembee nao tunapoendelea. Na siku ya leo nitaombea watu, maana last time nilipata prayer items mingi ambazo nilikuwa nimeandikiwa in my own inbox ya kwamba nikaweze kuombea watu. Mpendwa, wacha kukaa mahali ya kusema hapa nimeshindwa, I cannot do anything, I am defeated. You are not defeated. You have your master God. You have Jesus your savior. You have Jesus who is working for you. Wewe, you are not defeated. Don't cry like a defeated person. No. Listen to the word of God. Be strengthened. Rise up. Arise and shine. It is not your time yet to die. These people have leper. They have been casted out. Their families are inside. Maybe their wives are inside, because the Bible says they were 4 men. So maybe their kids, also their wives, their families, their pastor, their churches, they were inside, but they were outside. But when they were outside, they listened to the word of God. I want to thank God, because even when Adam and Eve, they were casted out of Eden, also they continued to exercise the gospel. And when they saw God working for them, slaughtering a lamb, also walitembea na hiyo neno, wakaambia watoto wao, ndiposa Cain alibring the firstling from the flock. So siku ya leo hauhitaji vitu mingi. Mbona ukae hapo useme mimi nitarudi kwetu, upelekee watu wengine shida? Be like the 4 men, the 4 lepers. They had faith. They refused to die. Refused to die. Refused to be broke. Refused to be sick. Have faith in the word of God. Oh, hallelujah. I am feeling good as I speak this word, because I know there is power in the word of God. When the word works, there is nothing that can defeat the word of God. There is no limitation in the word of God. Nataka nikuambie hawa wakoma walisemaje? Tukiingia mjini walitukataa. Tukienda mjini, hata labda ulienda kanisa, wakaona unavuta bangi, unalewa,
we ni kahaba, uko na matatizo mingi, uko na mdomo, waka give up on you. Jesus has not given up on you. Jesus loves you the way you are. With your weaknesses, come to Jesus. With your weaknesses, believe in his word. He says, come unto me, you who are heavy laden. That is what the Bible says in Matthew 11 verse 28. Come to me, you who are heavy laden. Hosea 6 verse 1 says, come, because me, Lord, I the Lord, I torn you, niliwararua, and I am here to heal you. To bind your wounds. Even though I've struck you, I am here to bind up you again. So, wewe usikae mtu ambaye uko katika Samaria ama katika kambi ya Samaria. Chukua hatua ya imani. Simama. Wewe ambaye ni mgonjwa, simama. Leo nimekuwa Mama Lucy Kibaki. Nilikuwa natembea huko kama nanena neno la Mungu. Mungu ulisema neno lako ya kuomba mahali popote utakanyanga patakuwa petu. My mother is very sick, but when I went with my mother, wakati nimefika hospitalini, mama yangu hakuwa ameitwa since morning, na tulipoingia hapo ameitwa, diagnosis imekuja, she is very normal. Although mwili unauma, lakini we have faith in the word of God. Every time natembelea mamangu na muombea, nasema you are servant of God. There is no sicknesses can inhabit in your body. You are servant of God. This is the temple of God. Bali Yesu wako hakuwezi kuwa na magonjwa, hakuwezi kuwa na shida. So wakati unasikia imekuja, iambie, sickness, you have only one option. Either to leave Jesus here, because Jesus is the master. Just like the bull which is castrated. The bull that is castrated, it lives with the master. Leo ninataka nikuambie, wewe ambaye uko mgonjwa, ya kuomba kuna neno ambalo linasema, kwa mijeredi tumepona. Hawa ni wakoma, tumigutoa tumekatika, my friend. Tumekatika. Hatuna nini? Hatuna vidole, hatuna kucha, hatuna sauti. Wametupwa nje, lakini wakiwa nje wako na fellowship, wako na umoja, wako na imani moja. Wale wako ndani Samaria wamegawanyika. Pendwa, shikamana na imani nayo kuambia siku ya leo. Kama uwezi amini vile ninaamini leo hii neno, mbona ukae hapo mpaka ufe? Mbona ukae kwa hiyo ndoa mpaka ufe bila kufurahia? Mpaka ufe kama haujaifanyia kitu. You are just there unasemanga mimi kile kitaendelea, kiendelee. Mbona ukae kanisani alafu uende jehanamu? Mbona umtumikia Mungu ukiwa pastor, kwa mwimbaji, cheza keyboard, mchungaji kama mimi nahubiri anga mpaka kwa TV, kwa Rema Radio, kwa seminars, naenda everywhere. Mbona nikufe katika dhambi ile hali Yesu alitolewa kwa sababu ya dhambi zetu? Kama Yesu hakuraruriwa, basi tunaamini tuko nazo. Lakini kama alikufa na akazikwa, akafufuka, basi mimi siwezi kaa katika hema ya Samaria ambayo nasema nalilia dhambi zangu, mimi niko hapa, Bwana nirehemu. Naye Bwana anasema nimekuhurumia, nirudie. That is what the Bible says in the book of Isaiah. Return unto me. I've shown you mercy. I've blotted your sins away. Nimezifunika, nimezifuta kama wingu kuu, nimezifuta dhambi zako. Lakini wewe bado kila siku unataka kuonyeshana the bad side. Mimi sipendangi negative language. Mimi napendanga watu wanaongea neno ambalo ni la ushindi. Mbona ushindi ukisema nikifa ndani ya jehanamu? No. That is not your destiny. That is not your life. Your life is in Christ Jesus. You need to have eternal life. Nicodemus did not believe in the word of God. And because he did not believe the word of God, he is arguing. He is doubting. Anasema mtu anawezaje ingia kwa tumbo la mama yake? Ameambiwa if you want to be born again, amekuja usiku, ni amekuja kuuliza swali. But akipewa the right way, bado anabisha. Leo niko hapa, umepitia Twitter, Sky Cable TV, umepitia YouTube, Facebook, unaona hii neno, kuama hapo, usikize mpaka mwisho. Nikwambie ya kwamba haufai kukaa kwa eneo moja. Refuse that level. Because God anasema, even when temptations will come like a flood of water,
I will send my spirit, which is the word of God, to raise your standard. If God is raising the standards through the spirit, which is the word of God, why should I be toiling in one place kama ndugu ambaye anafundishwa apigane vita? Mbona nizunguke kama wana wa Israeli? Mimi niko katika neema, wewe uko katika neema. Amini neno la Mungu. Mpendwa, wakoma hawana pasta nje, lakini wamesikia pasta akihubiria wengine. Mimi huenda sio pasta wako. Mimi huenda unitambui kama mwenye anakulea kiroho, but niko hapa nikwambie wakoma walisema, mbona tukae hapa hadi tufe? Mbona ukae kwa kazi moja hadi ufe na ikupatii faida? Mwisho wa mwezi ukilipwa, hakuna kitu naweza fanya ujisaidie. Wewe unaishingi hivi mikopo, wewe unaishingi omba na uko kazi. Mpendwa mtazamaji, ni wakati wa kuwa na imani kama imani ya wakoma. They are lacking. Hawakoma, they are sick. Wako na shida moja. Wako na shida moja, tumigugu tuko na shida moja. Mwili wao umetoka ngozi, wako white, unaweza waita British. Wako white kama hii meza, sababu ya ukoma. Maana katika Israeli, ili utolewe kwa sababu kuna ukoma, ulikuwa unaangaliwa kama uko na kitu ya white. Ukionekana nayo, na iko the whole of your body, unatolewa nje. Mpendwa, shida imekukuba. Tumeruka mwaka, wimbo uliokuwa unaimba uliacha kuimba 31st na pia tarehe 1 na 2. Wakati sasa umerudi kazi, shida ni ile ile, routine ni ile ile. You do the same thing. My friend, it is your time to change your way. Accept the way of God. It is your high time. You refuse your will. Deny it. Take the will of God, because the will of God is powerful. The will of God is able to do everything. Ninataka nikuambie siku ya leo, wakati wakoma walikuwa pale nje, wako na shida yote, hakuna MP alikuja hapo. Eti wewe unagojea. Kuna wale nasikia wakisema wanagojea Raila wapatie 6,000. My friend, amini neno la Mungu akupe zaidi ya 6,000, zaidi ya kile unachohitaji. Hata Raila anahitaji Mungu. Every one of us, we need the word of God. This evening nataka nikupe hii moyo. Uko na shida inafanana. Kenya ni mbaya. Corona ilipokuja, kazi tulikuwa retrenched. Wao sijui mboga zilisha. Sijui KFC inakopa inachukua waru wapi zetu No! Usiimbe nyimbo za watu vile wanaimba. Take the word of God. Be different. Last time I told you, be like Isaac. Isaac aliplant kukiwa na famine and he harvested. Why not us? We are the people of faith. We are under the grace of God. We are not in the law. God is working with us in the dispensation of grace. So this evening, be like the 4 lepers. They have the same problem. They have the same language. They have the same sickness. They are casted out the same. No one is having their family. Even God did not send the word of God to them. But when they listen to the word of God, God changed their life. And the Bible says, special words, good words, ambazo ziliingia katika maisha yao, katika mioyo yao. Wanasema, tukiingia kwa mji mahali tulitolewa, tutakufa. Maana hata hao wasikiangi neno. Mpendwa msikizaji, mpendwa mtazamaji, ninataka nikwambie, njaa iliyokuwa katika kambi ya Samaria haikuwa tu njaa ya chakula. Amos 8, the book of Amos 8:11, the Bible says, a time will come, and it is here now, when there will be famine. And this famine, it will be not of food. It will not be hunger and thirsty regarding the things of the flesh. Itakuwa ni njaa ya neno la Mungu. So, wana wa Samaria walikuwa wameforsake God. They could not listen to the word of God. That is why God sent Elisha with the word of God. Today, Pastor Sophie is sent to you so that you may listen to the word of God. Najua unanisikiza. Najua uko online. Najua unantazama. Na kuna wale watakuja watazame baadaye. Sikiza na usikize kwa makini. Neno la Mungu likikaa ndani ya moyo wako, wewe ni tajiri mkubwa.
maana ulimi wako hautaongea kitu ambacho hakiko moyoni. Ukisikia watu wakisema Mungu ameniacha, au watu hawana neno la Mungu, because Bible inasema I am with you until the end of time. Mungu anasema sitakuacha, I will not forsake you, na wewe unasema utakuacha. Sasa wewe ni mpinga Mungu, wewe ni mpinga Kristo. Mchana wa siku ya leo ninataka nikwambie usikue kama wana wa Samaria walipinga neno la Mungu. Wewe umeinuliwa, toka katika hiyo hema, toka hapo umekaa kitako, toka katika mahali ya kushindwa, toka katika mahali ambapo umekaa tu unaamka unaenda unakaa mahali, unaamka unachukua simu unakaa nayo. No, amka. Kwetu kanisani, anyone who doesn't have job, huwa ninawaambia from today ni wewe utakuwa unaosha kanisa. Hiyo ni kazi ya Mungu. Mungu sio mdhalimu, anasema hivyo katika neno lake. Asahau kazi unayofanya ya imani. Wakati mwingi wanakuwa hawana kazi, naambia utakuwa unaosha kanisa, utakuwa unapanguza viti, utakuwa unakuja hapa nikufundishe hii na hii. Na wakati wanakuwa pale, within months naona wameondoka, wamepata kazi. Lakini ukijifanya tu uko tu hivyo, mimi nakuambia, last time nilikwambia kuku ambaye huwa anachinjwa ni yule tu anakaanga tu akizurura, hatagi halali mayai. Kwanza akiwa na mkanyaya anakula zingine, nakwambia anachinjangwa hiyo siku. So siku ya leo wewe kuwa kama wakoma, wako na imani, wana neno moja. Ndio uko na shida, lakini have the same spirit with God, have the same word with God. Chukua neno la Mungu, litamuke. Sema Yesu, 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 Yesu. Kama unasema utabariki kazi ya mikono, mimi sija kitu ya kufanya, na Mungu atakupea kazi. Kama kuna any difficult, kama kuna anything na kudisturb in your mind, unahitaji neno la Mungu uwe refreshed. Neno la Mungu lijae ndani ya moyo. Tukiingia mjini, kuna wale wanajiandaa wakuje Nairobi. Hata hii Nairobi iko na shida. Wengine wanaenda kazi mguu, vile tu naenda kutafuta kibarua mguu. Lakini unapokuja Nairobi, unapoenda anywhere, enenda na neno la Mungu. Tembea na neno la Mungu. Wacha kuaibisha neno la Mungu, liamini, lichukue. Hawa wakoma wanasema tukienda mjini mna njaa, na ile shida tunatafuta ni njaa. They don't have the word of God. Hata wao wako nje, they have the same problem. Dunia yote iko na same problem, inaitwa corona. But when you have the word of God that says in Isaiah 53 verse 3 verse 4, ambayo inasema by my stripes mumepona. Verse 4 inasema nimechukua your sorrows, nimechukua shida zenu zote. Verse 5 verse 6 inasema kwa mijeredi tumepona. Dhambi zetu zimewekwa juu ya Yesu. Mbona wewe uko na matatizo? Mbona wewe uko na shida? Yesu ameshikwa kama kondoo. Verse 3 anapelekwa kuchinjwa kwa sababu yako, ili wewe upone. Unafaa kuamini neno la Mungu. Alichapwa. Sasa nilikuwa naambia watu, Yesu alichapwa ili mimi nisichapwe. Yesu alilia Eloi Eloi lama sabakthani ili wewe usilie. Na ukilia usilie kama mtu hana imani ama tumaini, unalia ukiwa na tumaini. Maana verse nyingine anasema mkilia nitasema niko hapa nikaweze kuwajibu. Jioni ya siku ya leo nina moyo wa furaha sana kwa sababu ya hii neno la Mungu. Neno la Mungu ni utele. Neno la Mungu ni baraka. Neno la Mungu linauisha. Neno la Mungu lina baraka nyingi. Neno la Mungu litakusaidia. Neno la Mungu litakuinulia kiwango. Siku ya leo sikiza neno la Mungu. Although uko na shida mingi aje. Kwani kuna shida ina shida ya ukoma? Imagine watu hata hawana wa familia, hawana stove, hawana gas, hawana okoa, jikuokoa, hawana hii hii imekuja ya network. Mimi nataka nikuambie, ukiwa na neno la Mungu si wewe ni tajiri. Verse 4 second Kings Samuel second Kings 7 verse 4. Historia hata iwezi isha. Mstari mmoja unaweza hubiri 1 year. Inasema nasi tukifa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. So wali despise Samaria because iko na njaa. Wali despise even the place wako.
I want to tell you, until you despise what is happening in your life, until you dharau useme hii nimekataa, hii nimepinga. Kuna mwaka 2015 nilichukua neno moja katika Jeremia 17. Inasema kulaaniwa ni yule amtumainie mwanadamu. I despised even myself. I said I cannot trust in myself. Sophie, you cannot trust in yourself. I'm speaking to you, watching to me. Don't trust in yourself. Na napenda hiyo mahubiri ya kutojitrust. Nikasema ambaye anamtumainia mwanadamu amelaaniwa. Nikasema mwanadamu wa kwanza ni mimi mchungaji. Sifai kujitumainia. Since nichukue hiyo neno la Mungu, it has been working for me. Ikasema wale wamebarikiwa, ni wale wamtumainia Mungu. Watakuwa kama kichaka kimejaa miti, watakaa kama kisima kimejaa maji. Nika opt kukaa hivyo, nikakataa kukaa mahali ya laana. Hata wewe, hata kama familia yenu iko aje, hata kama iko na makesi, hata kama imekukataa. Watu wa ukoma walikuwa wamekataliwa. Mpendwa, watu wa ukoma walikuwa wamekataliwa. Sio kukataliwa tu, walikuwa wametupwa nje. Walikuwa wameambiwa go away from us, usituambukize. Nataka nikuambie, ukiingia Samaria, ukitaka kuingia mahali moyo wako unakuongoza, hapo pia utakufa. Mahali huko pia utakufa. Hebu sikia vile waliambiana. Haya, tukaliendee jeshi la Washamu. My God. Yaani watu wa ukoma hawajakula kwa siku ile kitu wamesikia ni neno la Mungu likisema kesho kutakuwa na chakula. Hawa watu hawakujua kesho. They don't have calendar. They don't have smartphones. They don't have anything. Only nights, only days. They don't understand anything. But they overcame that situation by having the same faith, having the same word, listening to one same servant, same word, and they said, let us go into the camp of Assyria. Wacha tuingie kwa kambi ya jeshi. They don't have a knife, they don't have bunduki, hawana kitu, but wanasema badala ya kwenda kwa wale wanalia, wacha tuende kwa jeshi. I'm telling you, ukiwa na imani, ukiwa umesikia neno na uchukue hiyo neno, ulitembelee, si maisha inakuwa na utofauti. Wale wote wanahitaji kazi, chukua CV yako, chukua neno moja kutoka kwa Biblia, fix there. Enda mahali unaenda, hakuna mahali huwezi ingia katika jina la Yesu, na utapata upozi. Leo nimekutana na mama mwingine akaniambia huko hospitali, Mama Lucy, mbona unatembea tu hivi hata uangalie uongozwe? Nikamwambia mimi sitaki kusikia vitu za watu. Aniambie hapa hufai kuingililia, hapa hufai kufanya. Mimi nafuatanga na ingia, nimeamua kwa daktari, naenda kwa daktari. Mimi siendi kwa soja. Mimi siendi kwa wengine wako hapo niwaulize, wewe uko na ugonjwa gani? Sasa uko hapo naingia kwa daktari. Mimi naendanga kwa malengo. Mimi ninaendanga kwa what I'm supposed to do. Siwezi chelewa tukiongea na wewe mahali. Hata wewe wacha kuchelewa ukikaa na CV. Hii certificate niko nayo. Pastor Sophie ako na so many certificates, lakini I don't go to check upon certificates. I trust in the word of God. Namwambia Father, this time I want to move in your favor, and God does exactly that. Na wewe chukua neno la Mungu. Tembea na kibali cha Bwana. Wacha kutembea na CV peke yake. Tembea na CV, tembea na kibali. Wewe ambaye uko katika ndoa, wacha kutembea na certificate ya wedding. Nilifanya wedding. My friend, hata wale walifanya wedding wanachapa na wanatupwa. But ukiwa katika ndoa na uko na neno la Mungu, everything worketh for good for you, because you are with God. Na yeye akisema Yesu, Mungu amesema. Yesu akisema amesema. So mimi na wewe situkatae. Let us deny, let us despise the place I am in. Ati wewe umekaa tu kitu moja, ile kitu naweza uza mingi, ni kiatu moja kwa siku, mwenda mkule mboga, utegemee ya kesho, utegemee mkopo uonge. No! Mungu anasema he loads us with benefits every morning. If it is loading ni kimzigo, ni vitu mingi. So siku unasema mradi nimepata 100 babu niko okay. No. Refuse to settle for small things.
My friend, refuse. Unantazama Siriwane Disho, refuse to settle for small things. God is our beautifier. God is our provider. God is our all in all. Wacheni tusikie vile anatuambia. Tuache kujifanyia kazi wapendwa. Tuache kujifanya eti mimi ndio bull. Mimi ndio kidume. Mimi ndio nataka nijifanyie, utaangamia. Lakini ukikaa hapo, kuna kamfano kengine huwa napea watu wa Soul Winning Revival Church 1-3 na najua wananiangalia. Nitawaangalia na kuwasalimia hapo mwisho. Huwa ninawaambia, ukitaka kuokoa mtu ambaye overtakiwa ama amechukuliwa na maji ya mto, ama ameingia kwa maji ya mto na ameendeshwa, wacha kukimbizana na yeye. Ukiingia atachapa maji hivi, bado ako na nguvu, alikula lunch, bado maybe alikuwa amekimbia, atakuovercome, mtakufa wawili. Wewe tulia tu. Wacha chape maji. Wacha aseme motidu, wacha apige nduru, wacha kunywe maji kidogo. Akisha kunywa maji kidogo, nguvu zimuishie. Sasa afanyifanyi hivi. Ako kama samaki. Hata ukivuruta sikio, hata uchukue meno tu hivi, utamtoa nje. Alafu pulize tumbo, pulize papua, maji itoke, mwende mahali mkiendanga, hamtakufa. So nataka nikuambie, ease your burden. Release it. Be in Matthew 11:28. Wachana na hiyo. Chukua 29. Chukua 30. Wachana na hiyo. Wachana na shida. Wacha kushinda ukingangana. Wacha kushinda ukijitetea. Mtetezi wetu yupo. Wacha kushinda ukisema hey, nafaa kuwa hivi, nafaa kuwa no. Acha hizo burdens. Acha hizo mambo uko nazo. Chukua neno la Mungu. Litakufanyia kazi. Mimi nimeona likinifanyia kazi. My son anaitwa Godwill. Anytime ananiambia niko na interview mahali, mam niombe. Anajua mama akiomba sasa mangi, baba tunaondoa shetani hapo njiani, tukimweka sijui wapi. Si shetani hata tumtambui, hatujui ni wakala gani. Sasa tumtoe hapa ndio sijui tumweke. Nachukua tu neno la Mungu. Baba ulisema ya kwamba tukikuamini na tusiwe na shaka, vitu vyote miongoni mwao, ikiwa interview ya my son. Akienda anakuja, mam, shukuru Mungu sababu nimewafundisha. Shukuru Mungu nimepita interview. Lakini ukitembea wewe na mara unasema hivi, uko na kinyume, uko na doubt, hautapokea. Watu wa roho mbili hawatapokea kitu kizuri kutoka kwa Mungu. So, jioni ya siku ya leo, ninataka nikwambie, wewe ni mbarikiwa. Wewe umeinuliwa. Wewe umepewa nguvu. Wewe umepewa mamlaka. Wewe umepewa ushindi. Siku ya leo, ukiangalia maisha yako, sio kama ya watu wa wakoma. Yako iko afadhali. Lakini shida yako ni moja, hauaminingi neno la Mungu. Ulisikii. Sisemi tu ulisikia ati ulichukua hivi. Ulisema hivi. Ni kuamini. Na kuamini ni ndani ya moyo, si kwa mdomo. Unaamini na moyo wako. Na ukiamini na moyo wako, vitu mingi vitakuwa vya kufanyika. So, mchana wa siku ya leo, wewe ambao unanitazama, wewe ambao uko kwa runinga yako, ninajua umesikia hii neno. Hawa wanasema tuende kwa kambi ya Washami. Ebu kwa jeshi, wewe na wewe shikana na mimi. Wakati wote wa Wednesday shikana na mimi. Na mimi nikupe neno, mimi siongeangi vitu zingine. The word will work for you. Because salvation is not change of behavior. Salvation is change of your heart. Na hata ichange wangu na sabuni ya omo. Hata ichange wangu na maombi ya magoti. Hata inachangewa na the word of God. Ikiingia ina cleanse every filthy. Ina cleanse every sin. Hawa wanasema tuingie kwa jeshi. Oh, hallelujah. Hawakuenda mahali ya kanisa. Hawakuenda kwa mahali ya maombi. Walisema tuingie kwa adui. Hiyo ni kumaanisha again, although we are here, we must enter into welfare. Welfare mimi huwa nasema ni mahali unasikiza neno kama hii nakueleza. Unajiuliza nitaamini aje kama nani? Kama huyu mtu anaitwa Nikodema. Na ninawezaje kuingia? Leo nikikuja hapa, nimefikisha mama kwake nyumbani. Watu wa kanisa yake wakamwambia, "Hey pastor, huwezi kutuacha bila kutuhubiria neno moja tu vile unatuhubirianga." Nikawahubiria.
Nikamwambia Ephesians 1 verse 5, nikamwambia katika mapenzi ya Mungu tulichaguliwa, katika mapenzi ya Mungu tumeinuliwa, tumefanywa wake, hatuna mawaa, hatuna dosari. Lakini wewe ambaye hutaki kusikia neno la Mungu, utapata msaada aje? Nataka nikuambie wakoma waine, mimi na wewe na mwingine tuwe na imani ya kutoka hapa. Mahali ya kushindwa, wewe tutoke hapo. Dansi, tutoke hapo mahali ya kushindwa tukiwa na Rose. Tutokeni mahali ambapo pa kuchekelewa. Mbona ukae hapo uaibishwe? Mbona ukae hapo uchekelewe? Mbona ushindange tu mahali moja? Eti mimi nakaanga tu hapa, sijui kutaendange kesho. Kesho yetu ina Mungu. Hivyo ndivyo James inasema. James chapter 4, kesho yetu ina Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio inafanya kazi katika maisha yetu. Mpendwa mtazamaji, vile muda unaenda ukiendelea, ndio nasikia kupenya, ndio nasikia niongee hii neno, maana neno ukilishika. Ebu imagine Genesis 1 verse 9. Mungu anasema hivi, wewe maji, ebu ondokeeni nchi kavu. Oh, haleluya. Yeye alikuwa anasema maji tokeeni, maji katokea, lakini kakaa juu ya ardhi. Mungu anasema ondokea ardhi. Alafu kutoka hapo Mungu akuongelesha maji tena. Aliendelea akiongelesha nchi kavu. Akaiambia nchi kavu, sasa toeni miche, toa mboga, toa managu. Wewe toka mahali ya kushindwa. Usifunikiwe na kitu. You have the breakthrough when you have the word of God. Silaha yetu ni Mungu. Key yetu ni Mungu. Ametupatia key. Neno la Mungu linasema tuende kwa Washami wakutuhifadhi, watuhifadhi. Ushaisikia jeshi inahifadhi watu? Jeshi, mimi nasikianga mama yetu alikuwa anatuambia jeshi haijuangi. Hata nilikuja kusikia pia na watu huku Nairobi, nikajua kumbe ni ukweli. Jeshi ikiambiwa shoot, hata kama imekutana na hadi shoot, and then uende uelezee mwenye ulisema ni shoot alikuanga my brother, my father, my mother. This day we are believing the word of God. Tunasikia neno na tunaliamini. Inasema wakituhifadhi tutaishi, wakituua tutakufa tu. So wao wakienda, maisha yao ilikuwa tunaishi anyway. Wewe 2022, huu si mwaka wako wa kufa, huu si mwaka wako wa kudharauliwa. Madharau si sehemu yako, kuchekelewa sio sehemu yako. In our church I always tell people, God is the one who beautifies situations. Uko na udhoni, uko na arusi, uko na birthday, unazaa mtoto, unataka kwenda kazi, uko na passport, unataka kwenda ng'ambo, unataka kuomba visa. Usitembee hivi, no. Go with a verse. Mimi natembeaga, God, you always make all situations so beautiful. So nikisimama hivi ni kama maua, watu wanakuwa attracted. So when they are attracted, then I can be accepted everywhere. Hakuna mahali unaweza fungiwa. Lakini ukitembea ukisema nitachukuliwa ama sitachukuliwa, oh baba unauma kidole, mara unashikanisha tu vidole hivi. Kuna watu wanashika wewe, hiyo ni uchawi. Hiyo ni uchawi. Wengine wafanya nitakubaliwa. My friend, sio hivyo. Amini neno la Mungu na utakuwa salama. Amini neno la Mungu. Walipoingia, the first thing, sitamaliza, nitaendelea Wednesday. The first thing, walipoondoka kwenye mapambazuko, walipofika kwa kambi ya Washami, oh my God, Biblia inasema verse 5, kumbe hapana watu, jeshi imeenda aje, sababu ya 4 people having the same heart, having the same faith, having the same word, having the same mwendo, wanatembea kimoja, hawaachani. Because I love Psalms 133. Inasema mstari wa mwisho, wherever there is unity, God will command, not bless, will command blessings. Leo baraka zije maishani mwako sababu ya kuamini neno la Mungu. Hiyo hadithi siwezi maliza leo. Wednesday nitashuka hapo kidogo, ama Mungu akinisaidia anytime in the future. Lakini nataka nikuambie mpendwa, usiwe mtu wa kuzuiliwa. Usiwe mtu wa kuzuiliwa na ile unyonge uko nayo. Amen. Usizuiliwe kwa
kanisa yetu wanaambia wasichana wakija kama walikuwa singles, nawaambia usizuiliwe kwa sababu naona watoto. Believe the word of God, God of Hannah, God ambaye alikuwa wa Ruth. Muamini huyo utapata wako, na wameolewa na wako washuhuda, najua wanaweza sema amen nikihubiri. So siku ya leo nimefurahi sana kuwa na nyinyi na muda wetu unayoyoma, lakini nikimwangalia Wanjiro anaitwa Swiriwene ako Dubai, anasema very true pastor. Margaret anasema yes. Jeff Irae anasema be blessed. Hana Kamavi, that is my daughter kule church, anasema amen. Kuna messages mingi mmeandika. Siku ya leo huenda sitaziangalia zote, lakini Mungu anakupenda. Chukua tu neno la Mungu, weka moyoni. Neno la Mungu linasema dhambi zako zimekwisha. Sio yako tu, ya watu wote imekwisha. So you only need to take that word, believe that word. Inasema magonjwa yetu tuliponywa. Ndoa zetu zimesimama. We have the insurance za blessings za Mungu. So siku ya leo sema kama nani? Kama wakoma waine. Twende kwa jeshi. Tusiende kwa wale watufukuza. Enda mahali kuna warfare. Mahali you can believe the word of God. And then God is working by his word. Anasema mnamo kesho kutakuwa chakula. Wakiingia kwa jeshi hakuna chakula. Siku nyingine tutaongelelea. Kwa nini hakuna mtu? Kwa nini hakuna mtu? God anakupigania. God anakufanyia kazi. Siku ya leo wacha kuwa bull yenye inapigana, imeraruliwa, imevunjika, imeanguka. Kuwa bull ambaye anafuata the heart of master. Wewe kuwa mtu ambaye anafuata neno la Mungu, na utabarikiwa, na utainuliwa, na utatendewa vyema. Ninashukuru Mungu kwa wote ambao wameingia na wale wanatutazama. Ningependa nikaweze kuomba na wewe mpendwa ambaye unatusikiza, sababu muda wetu umeyoyoma, na nikuambie ninakupenda sana. Wale mnatutazama ninawapenda sana. Na msalimike nyi wote, na mkae na neno mahali ulipo. Dai promotion, dai kusonga kwa jina la Yesu. Dai kutoka kwa hiyo room moja. Deny mawazo ya kusema we lazima ukae kwa kijiji, lazima ukae kwa nyumba ya kukodesha. Our God is more than able. Lakini saa hii sababu ya neema ya Mungu, acha niombe, hatuwezi maliza na muda wetu umeyoyoma, na ni vizuri kuwa disciplined kama mtumishi wa Mungu. Wewe unatuwatch ukiwa Dubai, ukiwa UK, ukiwa Qatar, ukiwa Tanzania, ukiwa Kenya, in any county, Mungu anakupenda. Mungu anakujali. Mungu anapenda kukutendea. Kama wakoma upate hakuna shida. 2022 hapo mbele hakuna shida. Nini liko? Chakula kulingana na neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Wacheni tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, ninakuamini maana neno lako haliwezi ongezwa nguvu. Hii neno ambalo umesema tulisikie, na likikaa moyoni mwetu litufanyie kazi. Naomba likafanyie kazi kila mtazamaji, likamfanyie kazi kila yeyote ambaye anatusikiza, wale wako online, wale wako YouTube, wale wako Amerika. Ninawaombea wasikae mahali ya kushindwa, wasimame wakakabiliane na maisha, maana wako na Yesu mwana wa Mungu, wako na Baba maishani, wako na Mungu ambaye anawatetea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yule alikuwa analia, ninamnenea neno la kuinuka, maana kuna Mungu avutae machozi, utawavuta machozi. Wale wamepanga mipango ya maendeleo, ninawaombea siku ya leo ya kwamba watapatana na hayo maendeleo. Ninaomba wale ambao kumekuwa na vizuizi, hawawezi pata kazi, kama vile wakoma waine wameenda wakapata hakuna mtu, wapate hakuna kizuizi, wapate hakuna mlango umefungwa, maana ule mlango umefungwa hakuna wezaye kufunga, katika jina la Yesu. Hizi ndoa zina kilio, hizi ndoa zina kudespisiana, hizi ndoa mtu amefika mwisho. Bwana, tukifika mwisho unaanza. Naombea hao ambao walikuwa wametengana, walikuwa wamekosana, Bwana Mungu wa urejesho, wewe umerejesha hawa watu wakawa karibu na mahali wanaweza sikia neno la Mungu. Walete Bwana
Bwana mahali wanaweza patana na hii link na hii TV, wasikie neno la Mungu, wakabarikiwe kwa jina la Yesu. Ninataka kukushukuru Bwana kwa sababu ya baby Jayden. Bwana, huyu baby amekuwa msiku. Tumeomba Bwana na umemtoa siku ya jana. Tunakushukuru kwa sababu umelipa hiyo deni, ilikuwa mingi. Lakini huyu mtoto ako na shida ya mifupa. Bwana, anafaa kwenda Kijabe. Siku ya leo nasimama na neno lako na kutangaza huyu mtoto hiyo mishipa, ripoti ikawe nzuri, ripoti ikawe kama ile tumeona mama yangu leo ni nomo. 2015 nilianguka na gari Mungu, wakati niliambiwa nitawekwa chuma kwa mikono yangu, watumishi wa Mungu wakanikuja wakaniombea na wakanipea neno, wakaniambia mimi ni rafiki ya Mungu, na rafiki ya Mungu anaweza fufua, anaweza inua, anaweza fanya kila kitu. Bwana, wakati nilikuwa naenda kuwekwa chuma, mkono ilikuwa isharudi. Ninaomba hiyo miguu na mkono wa baby Jayden na wote wako na shida za mifupa, kifua, wakapata uponyaji wao kwa jina la Yesu. Wale hawana kazi siku ya leo, akiwemo Steven Disho ambaye alikuwa anagojea passport yake ili apate kazi, tunamuombea kazi ambayo itamruhusu kusikia neno la Mungu, ambayo itamruhusu kuwa na neema ya Mungu kwa jina la Yesu. Tunamuombea pamoja na passport, pamoja na CV, pamoja na hiyo barua. Tunamuombea kazi ya maana ambayo hatasumbukana kwa jina la Yesu. Wanaotuangalia kwa Saudia, wanaotuangalia kwa Somalia, Dubai, tunaomba hakutakuwa na kufinyiliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakoma waine walipata hakuna mtu. Ninaomba Bwana, wewe unatayarisha meza, kusiwe na shida mbele ya kila mmoja wetu, kizuizi kwa jina la Yesu. Naomba breakthrough kwa ajili ya kila mmoja wetu anayetutazama, anayetusikiza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umeinuliwa, umetukuka. Naomba tu watu waamini neno lako, neno lako liwafanyie kazi, maana wakoma iliwafanyia kazi, wakapata hakuna mtu, badala ya kufa wakaishi. Naomba yule alikuwa amevunjika moyo, amekufa moyo, ainuke tena, arise and shine, maana anaishi tena, maana anatawala tena, maana anaangaza tena, katika jina la Yesu. Bwana, hii Sky Cable TV twaomba ipanuke, twaomba ipenye, twaomba viewers wengi ambao watakuwa wanatazama, hata mwenye hii TV. Bwana, wewe unamjua, mimi simjui, wewe unamjua Bwana. Hata wale ambao ni host, ambao ni presenters, hata Bwana wale ambao ni producers, tunawaombea neema na baraka zako 2022, watembelee breakthrough, watembelee neema, watembelee utele kwa jina la Yesu. Hakuna mtu atawakataa, maana the favor of God is upon each and everyone kwa jina la Yesu. Makanisa yetu, taifa letu, hakutakuwa vita, kutakuwa na amani tele, kutakuwa na ushindi katika jina la Yesu. Ninakuinua, ninakutukuza, kwa maana wewe ni Mungu. Uinuliwe na utukuzwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Namba yangu 0723 160063. Pastor Sophie 0723160063. Wewe ambao unanitazama, ungependa kujua zaidi kuhusu neno la Mungu, ungependa nikuombee kama wale wananiandikia online inbox, nimewaombea leo ya kwamba Mungu atawapea upenyo, atawapea baraka. Wale wanasema amen, wote Mungu awabariki na watendee mema. Kanisa letu la Soul Winning Revival Church tunaingia Bible study in 1 hour time. Mungu awabariki na wasalimia na wapenda. My husband akiwa sahi ako safarini kule Narok. Mungu awabariki mnapozika huyu ndugu mpendwa wa kina Masai. Mungu awabariki sana, awatendee mema katika jina la Yesu. Shalom, shalom, shalom. Amen. Sky Cable TV Kenya, be on the real.